Ende tukambariki Mungu kwa sadaka zetu za kumshukuru Mungu wa kuvuka mwaka 2025 kabla tujaingia kwenye jambo kubwa mno ambalo mbingu inaenda kusimama kwa ajili yetu. Wewe ambaye umekuja hapa ukasema siendi mikono mitupu nyumbani mwa Bwana, hii sadaka yangu hii, inawezekana hapo njiani ungekumbwa na pikipiki na hela yote ikapotea. Siku moja mke wangu alikuwa yupo anafanya operation, kijana wa chuo pale cha TPA hapa Wasibu akapata ajali, ndio alikuwa anamfanyia operation eneo la kichwa. Alikuwa amepata ajali kubwa sana, lakini ubongo haujaingia damu, kwa akawa na muai, wakampiga transfer kumleta hapa Temeke. Lakini alipokuwa wanamvua mavazi yale, ndani amebana pochi yake ilikuwa na 400,000 vitambulisho vyake vya chuo. Alafu aliona ni yeye tu mama mchungaji, akaviweka pembeni, ili akasema huyu mtoto atawezekana katoka kupata boom, kwa hiyo wacha nihifadhi alafu nikaandikishe pale kwa katibu. Maana yangu ni nini? Nachotaka nikueleze, katika maisha yetu hapa duniani, kama tujamtanguliza Mungu mbele kwa chochote kile, nataka nikwambie wewe huna ulinzi wa chochote kwenye maisha yako zaidi ya Mungu. Aliweza kuziona mama ambaye ana hofu ya Mungu, kumbe yule kijana naye anampenda Mungu sana. Kwa hiyo alipoletwa Temeke wakahifadhi, baada ya wiki 2 ya 3 yule kijana akapata uheri, manake alipoteza hali ya kumbukumbu ya kawaida. Akarudi pale hospitalini kwenda kudai, akamwambia wewe unaamini Mungu kweli? Akasema mimi baba yangu na mamangu wameokoka na mimi nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akasema basi kupitia Mungu amekuhifadhia mali zako zote. Wakampatia, akasema naomba nitoe sadaka ya shukrani hapa. Nani alimkabidhi? Akasema mwana yule daktari pembeni, akamwambia huyo mama mchungaji mpatie. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoa 50,000, maana aliona zote zingeweza kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anampenda Mungu, Mungu aliona moyo wake. Kwa hiyo wakati unapomtolea Mungu, usije ukaona poteza au ukaona Mungu haoni ulicho nacho. Unaweza ukatoka dakika chache hapa tukaongea mengine, lakini kama barikiwa na sadaka, mwambie Mungu hii ni special kwa ajili ya kuja kushukuru mahali hapa. Hata kama ulikuwa hujaweka akilini, weka dhamana yako kwa Mungu. Mungu wa mbinguni ataenda kukutendea. Funika macho yako, niombe kwa ajili ya sadaka hii ya shukrani. Baba, nakushukuru kwa sababu ya umati huu, kongamano hili, mkutano mkubwa wa usiku huu wa maana mno duniani kote. Leo wanaadhimisha shukrani ya kumiliza mwaka. Baba, pokea sadaka hizi, pokea maombi na aina shukrani ya kila mmoja mahali hapa kupitia sadaka hii, katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu, amen. Amen. Basi tukiwa tunatoa sadaka zetu, tutaimba tenzi ya rohoni namba ile 23. Tutaimba kwa pamoja tenzi namba 23. Karibu tumtolee Bwana kwa moyo wa furaha kabisa. Ni salama rohoni mwangu, nionapo amani kama shwari, kama niona hakoshi kwa mambo kama moyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Upo mahali hapa unalitegemea neno la Mungu likuvushe mahali, sema amen. Wana wa Israeli walikuwa wakifika mahali wanamsubiria Musa aongee ndio waelewe nini kinaendelea, sema amen. Walifika kwenye bahari, wanamwambia Musa, haya tunafanyaje hapa? Na walikuwa wanasubiria neno la Musa wajue nini kinaendelea. Kwa hiyo Musa alikuwa anawaambia hapa tunavuka. Tunavukaje? Kaambieni subirini. Anaenda anamsikiliza mzee wa siku, anamwambia tumia hiyo fimbo. Wale wanasema tunatumia fimbo tunatembea. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Neno
ni msaada wa maisha ya mtu. Neno ni msaada wa mtu ambaye amemwamini Mungu. Kwa hiyo ni wakati wa utulivu wa kwenda kusikiliza neno la msingi katika yale ambayo Mungu umetenda mwaka 2025 na kwenda 2026. Karibu Prophet wa Bwana kuombea neno hili la msingi napokwenda kutamka mahali hapa. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ni wakati mwingine tena tumesimama kwenye madhabahu hii kwa ajili ya kuwalisha watu wako. Nalo neno linakwenda kutamkwa na mtumishi wa Mungu Apostle Elisha mbele ya watu wako Mungu, likawe na uhai, likaweke msingi kwenye mioyo ya watu. Chemchemu za furaha, chemchemu za uhai zikachipue ndani yao. Malaika wakapata kushuka kuweza kutuhudumia katika jina la Yesu Kristo, nikiomba na kuamini. Amen. Karibu mtu wa Mungu. Asante sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka niseme neno hili kwa ufupi, lakini litaleta maana kwa yule ambaye anaamini katika Mungu, na naamini mpaka umekuja hapa unaamini katika Mungu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka 2025 umekuwa ni mwaka ambao umetabiriwa mambo mengi, na mambo mengi yametokea, na yaliyotokea ni mengine mengi yana huzuni mno, na nataka niseme yanayokwenda kutokea 2026 ni mambo ambayo waliotoa uhai kwa sababu ya ile haki waliokuwa wanaidai, ikiwa ni sahihi, na mbingu atasikia hayo maombi na ataona kwamba wana uhalali wa kwamba kufa kwa sababu ya hiyo haki. 2026 kuna jambo kubwa linaenda kutokea katika jina la Yesu, ambalo linakwenda kusimama badala ya zile damu. Lakini kabla ya hayo, niseme na wewe mpendwa uliopo hapa kwamba kuna neno la Ayubu 22:21 inasema, mjue sana Mungu na ndipo utapata amani, na amani na mema yatakujilia pia kwenye maisha yako. Mjue sana Mungu. Unapomjua Mungu katika maisha yako, kuna mambo ambayo hata amuru adui aweze kukutoa kwenye mstari, kwa sababu yale unayoyajua kumuhusu yeye na anaamini kwamba wewe unayajua, hata kubali watesi, maadui wa siri za ufalme wa Mungu ambao wanataka kuharibu ufalme wake waje wakukamate, hata ruhusu. Kwa nini? Kwa sababu unamjua yeye, yaani wewe na yeye ni watu wa siri. Sasa hivi ninavyokueleza, mtu ambaye yupo karibu na rais analindwa kama rais. Kwa nini? Akikamatwa tayari atatoa siri za rais. Hili mwaka 2026 unapokwenda kuanza, maombi yako kuanzia leo yawe ya kutamani kumjua huyu Mungu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tamani kumjua Mungu sana. Maana yake ndani ya siri ya kumjua Mungu ndipo kuna mafanikio, ndipo kuna baraka, na hili neno la mafuriko ya baraka litakuwa thabiti katika maisha yako katika jina la Yesu. Utaona baraka zikikujilia
kwa sababu kuna siri ambayo unaijua iko ndani yako, na Mungu wa mbinguni hataacha mabaya yaweze kuja kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kadri unavyozidi kumjua Bwana, ninaamuru mafuriko ya baraka yaje kwako katika jina la Yesu. Yale mema ya maisha yako yakujie kwa kadiri kiwango chako cha kiroho kinavyoongezeka. Mafuriko ya baraka yaachiliwe kwako katika jina la Yesu. Haya mafuriko utasikia kwa jirani ambaye anamjua Mungu. Yule ambaye atacheza na Mungu atasikia mambo mema kwa wenzake. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Ili tuyaone haya mafuriko ya baraka kupitia neema ambayo inaachiliwa mahali hapa, tamani kumjua Mungu. Kuna mtu anataka kusema, mtumishi, niko tayari kumjua Mungu. Na mjuaje huyu Mungu? Bwana Yesu aziviwe sana. Kanisa, Bwana Yesu aziviwe sana. Siri ni moja tu. Yesu alikuja hapa duniani, anasema ukitaka kumwona Baba wa mbinguni, kwanza lazima upitie kwake. Yesu ndiye njia ya kweli na nini? Na uzima. Ukitaka umjue Baba wa mbinguni, ambapo yeye hajawahi kushuka hapa chini, yeye ameketi katika enzi yake, alishuka katika uweza wa mwili kupitia Yesu Kristo, ambaye aliuvaa mwili wa kibinadamu, akaishi kama mimi na wewe kwa zaidi ya miaka 33. Yeye alikuwa ni umbo lifananao nasi, lakini ndani yake ni uungu. Kwa hiyo ili umjue Mungu aliye juu, ni huyu Yesu aliyeandikwa kwenye vitabu vya Injili, aliyeandikwa kwenye vitabu vya mitume na manabii, ambaye ameelezewa kwa uzuri wake namna gani Yesu alivyo. Kwa kadiri ambavyo utaendelea kutamani kujua vile Yesu alivyo, ndivyo ambavyo unamjua huyu Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hawa lokole hawa, ni kweli watu walikuwa wamepoteza maana halisi ya hii imani. Hii imani sio ya watu maskini. Hii imani sio ya watu wasiofanya kazi. Yesu mwenyewe alijua maana ya kazi. Yesu alijua maana ya kutoa kodi. Yesu alijua maana ya sadaka, na alijua watu lazima watoe sadaka. Aliingia hekaluni, alipima uwezo wa watu kutoa sadaka. Akasema katika wote hakuna aliyetoa sadaka zaidi ya huyu mama. Yesu alipima imani ya watu, ndani wanaingia hawana mioyo ya utoaji, hawajui kumtolea Mungu, na wanafanya kazi zao, wanafanya shughuli zao, lakini wakifika kwenye nyumba ya Mungu hawatoi kwa mioyo yao, wanatoa kinafiki. Na ndivyo huko ambapo shetani anakuwa na uhuru wa kuwatesa. Tunaweza tukawa na waumini mahali hapa, lakini matajiri sana, ila utajiri wote unatumikishwa kwenye ulimwengu wa giza. Nyota zao zinatumikishwa kuzimu. Kwa nini? Hawajamjua Mungu. Nasema tumjue huyu Mungu, tujue ufalme wake. Tukiushika 2026 hapa, tutaombea vijana ambao wanaenda kumiliki kampuni katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kama unaamini sema amen. Haleluya. Kuna watu hapa wanapolielewa hili neno, tunapovuka mwaka 2026, watakaposimama vizuri na Mungu katika uaminifu wa kipato chao na Mungu, muda wao na Mungu vizuri, wa kujitoa dhabihu miili yao na Mungu. Unaweza kuimba, muimbie Mungu. Unaweza kushuhudia, mshuhudie Mungu. Shuhudia wengine wasiomjua Mungu giza. Nataka nikutoe 2026, mjue sana Mungu. Kuna mema yanakuja. Utashangaa unaitwa kwenye kampuni, unafanya kazi bila kutarajia. Why? Kwa sababu unampenda Mungu aliye hai. Anajua shida ulionayo, anajua mapito ulionayo, anajua changamoto ulizo nazo, lakini kwa sababu umpendi yeye, anaona hata akikuweka pale zitachukuliwa na majini hizo pesa. Hiyo mali inachukuliwa na majini. Unaweza ukafa kabla ya wakati wako. Unaweza ukajiwa kwenye kampuni, una Mungu aliye hai, utakuwa kafara wa Freemason. Hebu simama umshukuru Mungu aliye hai. Na watoto wako mahali hapa wakawe sehemu ya baraka kubwa inayoenda kufurika mahali hapa. Tukayaone matunda ya kazi yako ulituita mahali hapa kwenye mji wa Yoko. Wako watu waabudu ibilisi ambao wamejipanga kuharibu maisha ya watu. Tuko mahali hapa
kuhakikisha Baba, watoto wako wanamiliki mali na kumiliki mafanikio kama ulivyokusudia. Katika jina la Yesu, namleta mtumishi wako, mpake mafuta mabichi kwa ajili ya neno kubwa la kinabii mahali hapa. Katika jina la Yesu sema amen. Sema tena amen.